mkojo wa ambao watu kama 10 hivi, watu kama 10 ambao wametoa kila wanachotoa. Nimeona mkono, nimeona Moa, nimeona Damas, nimeona Jacqueline Tacha, nimeona tena Ngao, kuna mwingine Pito na Wycliffe, kuna mwingine Mungu awabariki. We don't take that for granted. It is a sacrifice. You support where you can, and I believe God has rewarded you. Hiyo ndio ndio. Kuna watu wamekuja, sisi watu tunataka kutoka wageni. Wakati wageni wamefika kanisani, huwa tunawatuma kwa kiongozi wa Dorcas na Elda, hebu muende kwa wale wageni. Kuna mgeni wetu Mama Catherine, kuna mgeni wetu anaitwa Mary, na kuna George anaitwa Molevi. Sasa kuna safari hapa inasema steps to Christ. Yaani inamaanisha kwamba ulikuwa hapa chini, sasa you make a step to Christ. Kwa hivyo kila ambacho kitakufanya ufike kwa sehemu ya Yesu, umfikie Yesu, hiki kitabu muhimu sana. Kitabu hiki kitakufundisha jinsi ya kutubu dhambi. Kitabu hiki kitakufundisha jinsi ya kukonfess kwa Mungu, si kwa mwanadamu. Kitabu hiki kitakufundisha jinsi ya kuwa mtakatifu. Kitabu hiki kitakufundisha jinsi ya kushika amri 10. Ya kitabu hiki ni kitabu miongoni mwa vitabu ambao our prophet anaitwa Ellen G. White aliandika kwa faida ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu wafikie vitabu hivi. Rafu, hebu nipate mtu mmoja. Mama kuja, umesoma hiyo kazi na mkaa. Shika kitabu moja. Pelekea halafu pasa hiki kitabu pelekea ule rafiki yangu Molevi apate sawali na pasa. Atakuwa nakumbuka, atakuwa nakumbuka pasa alipatia sawali. Tena nani, sasa nitumia hawa sasa. Nataka nitumie nani, kuja Heda, come please, come. Ni baba yetu, tusaidie kupatia nani sijapatia? Mary, pakikuli ni Mary. Uhakicho kitabu mwambie hapiga hatua kwa nani? Kwa Yesu. Sasa, nimeshukuru sana, Mungu awabariki kwa sababu ya jambo hilo ambalo tumelitenda. Normally, I don't waste time. Kawaida yangu wala mama alijua sipendi kupoteza wakati nafika jambo la Mungu. Neno la Mungu anakuwa serious sana kuliko chochote na ambacho tunakifanya duniani. Kwa hivyo Mungu awabariki tunapoanza mahubiri ya siku leo. Acha Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wakati umewadia utakapoenda kulinda kubikia nini kwa watoto wako. Neno hili kweli wewe ndio ulitupa. Biblia zinaandika nini? Uliandika wewe. Kubikia manabii wako, watu ambao walifungua moyo ukawatumia. Nasi tuko tayari kutumia kwa kufikisha ujumbe kwa wakati. Mama yule, mzee yule, kijana yule, mtoto yule anaposikiliza neno hili lipende kwenye moyo wake na kuanzia yale atende, na katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Sana mpende nasema the religion that God accepts. Dini ambayo Mungu anaikubali. Dini ambayo Mungu anaikubali. Inamaanisha kwamba katika dunia hapa mahali tunakaa kuna dini nyingi sana. Sasa hivi ukifanya utafiti utapata ziko milioni, zimefika milioni dini zimekuja tofauti. Na kila mmoja huwa akienda mbele anatarajia Mungu akubali dini yake. Kila mtu anakubali. Lakini kuna dini moja ambayo Mungu anaikubali mwenyewe bila kupembelezwa, bila kushawishiwa, anaipenda kwa sababu mwanadamu ameipenda. Kitabu cha Yakobo 1 aya yake 27. Hapo ndio mahubiri yetu yatatoka. Tuangalie ni dini ipi ambayo Mungu anaikubali. Na ni kwa nini anaikubali? Kwa nini akubali hiyo dini zingine zikatae? Yakobo 1:27 inasema, dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni kwenda kuwatazama yatima na wachane katika
dhidi yao na kujilinda na dunia pasipo na mawaa. Mungu anaanza akituambia kwamba kuna dini ambayo haina taka, dini ambayo ni safi. Unajua Mungu ni msafi, Mungu ni mtakatifu, Mungu ni mwenye haki, Mungu hana mawaa wala lawama. Kwa sababu hiyo, chochote ambacho kinakuja chake, chochote ambacho kinamkaribia, lazima kiwe safi. Hiyo ndio Biblia inasema. Wakati wanadamu wanasikia masuala ya dini wanachanganyikiwa sana. Dini ni jina ambalo limetoka kwa jina la Kigiriki, inaitwa Ecclesia. Maana yake the outward action, yaani matendo ya nje, sio matendo ya ndani. Wakristo tunajua wengi wanasema ndani moyo wangu ni safi, lakini nje unamwona kiwa anatakata. Sasa normally we do ask ourselves, how comes this Christian inside is pure but outside is dirty? Hiyo ni swali ambalo watu wanauliza. Lakini ukisoma Ellen White Testament from 6 inasema kwamba the physical appearance is the indicator of the heart. Yaani kile ambacho kinaonekana nje tayari tumeona chenye kiko ndani. Hauwezi ukawa mchafu nje ndani uwe safi, na hauwezi ukawa nje safi ndani uwe mchafu. Mungu anasema the physical appearance of any person, whether a woman, whether a man, whether a child, is that of God. Moyo wako kwaje na? Museme moyo wako kwa. Maana chenye tunaona nje ni kile ambacho kiko ndani. Kile ambacho kiko ndani kinaonekana. Masuala ya Mungu ni masuala ambayo yako practical. Ni masuala yanaonekana. Ukristo ambao si practical wachana. Enda nyumbani kusimama. You can be in the church a million years if possible and you go to heaven. Inawezekana. Sasa Mungu anasema hivi kwamba religion is the outward action. Because it means that if my heart is pure inside, then people will see my action. Ndio maana wanasema kwamba action speaks louder than words. Yeye kama imekuwaje? Kwa sababu Mungu anasema kwamba inawezekana matendo yetu na tabia zetu zionyeshe kile ambacho kiko ndani yetu. Ndio maana Mungu anasema kwamba anasema dini iliyo safi isiyo nataka ni hii: kwenda kuwatazama mayatima, kwenda kuwatazama wachane katika dhiki zao, katika dhiki zao. Sasa Mkristo unajua, unastahili kujiuliza kwa nini Mungu akaweka ikano kuliko zingine. Ukisoma, mimi nimesoma Biblia, nimejaribu kusoma kwa uwezo wangu, kwa sababu ni mwanafunzi wa Biblia na tena ni mwalimu wa Biblia. Kwa hiyo lazima nijiulize kwa nini akasema hapa kuanzia mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo hatujaona maneno yanafanya kama hapa. Kwa nini hapa afikire akuwe serious sana na masuala ya dini? Na watu wengi wanasema kweli dini haita kupeleka mahali, lakini kwa nini afike aseme dini isiyo nataka nini? Nataka tuangalie mwanzilishi wa hiki kikundi kinaitwa Dorcas, ndio mpate kuelewa kile ambacho tunazungumzia. Kabla sijarudi katika kitabu hicho cha Yakobo, kitabu cha Matendo ya Mitume 9, tukianzia aya 36, kuna mambo fulani pale kuhusu mwanzilishi. Mwanzilishi alikuwa mwanamke, na katika culture ya Waebrania the Jews culture, kila mtu alikuwa anapewa jina kulingana na kazi yake, ama kulingana na tabia yake, ama kulingana na sura yake. Kwa sababu jina lolote ambalo unaona kwenye Biblia
Ni jina mtu amepatiwa kulingana na tabia, kulingana na kuonekana kwake, kulingana na kazi yake. Jina lolote utapata kwenye Biblia liko na maana yake. Mtu yeyote ambaye kwenye Biblia ameitwa jina lina sababu yake. Mama huyu ameitwa Dorcas. Dorcas ni jina la Kigiriki ambalo linaitanishwa na mnyama anaitwa gazelle. Mnyama yule ambaye mumepatika kwenda Gembari, mumewahi muona yule mnyama. Ule mnyama ako na madoadoa meupe na meusi. Ni mnyama anavutia sana. Ni mnyama ambaye ni mrembo sana. Kwa sababu hiyo hakuna jina lake, anaitwa gazelle. Maana yake kwa Wagiriki wanasema ni Dorcas. Kiamaiki wanasema anaitwa Tabitha. Ni jina la Kiarabu. Dorcas ni mwanamke ambaye alikuwa mrembo sana. Alikuwa anavutia sana. Jinsi leo wana kina mama wamefanya mfumo anavutia kweli. Dorcas alikuwa ni mwanamke ambaye kazi yake hasa alikuwa na upendo kwa watu. Kwa upendo kwa watu. Sio tu watu wa kawaida, the venerable families. Zile familia ambayo wamekuwa disowned. Zile familia ambayo hazina ndugu wala dada. Familia ambayo watoto walisiwa na wazazi wao. Familia ambazo waume walikufa wakaacha wake zao. Ndio familia ambayo tunaona Dorcas katika Biblia alikaribia akawa ananyosha mkono wake kwa hicho kikombe. Matendo 9:36 inasema hivi. Na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake ni Dorcas, yaani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizotoa. Huyu mwanamke anaitwa paa. Huyu mwanamke alikuwa na matendo mema. Wako Mungu wa Yesu asifiwe. Huyu mwanamke alikuwa na matendo mema, alijaa na matendo mema. Wewe mama, matendo yako yako wapi? Matendo yako je ni mema? Wazee, matendo hili liko wapi? Matendo hili liko wapi? Unajua kuna mtu ambaye anaweza akapita mbele ya watu wakaanza kukimbia. Wanamuogopa kweli kweli. Unajua hata kanisani kuna mtu ukikaa na yeye uko na wasiwasi, simu inaweza ikae, Biblia inaweza ikae, afadhali akichukua Biblia itamsaidia mbele ikiwezekana. Watu wana wasiwasi bado kanisani. Wanaogopa anaweza akapigwa ngeta kwa sababu mwenye wamekaa yeye hana matendo mema, ana tabia mbaya. Kuna mtu ambaye kazi yake ni kusengenya kama jirani. Mdomo hauna break. Kazi yake ni pa. Hiyo ndio kazi yake. Kuna mtu mwingine hapa kazi yake hauwezi ukamwachia mke wa mtu anapita na yeye. Matendo yetu ya kwa. How is our character? Tabia yako mama iko wapi? Mzee tabia yako iko wapi? Kijana tabia yako iko wapi? Mtoto tabia yako iko wapi? Maana tunazungumzia kiumbe ambacho alikuwa mwanadamu. Huyo si malaika tunazungumzia. Dorcas si malaika. Dorcas alikuwa anakula na kunywa, anamalizia kwa choo. Ni wewe na mimi Dorcas. Wewe unasema unajua pasta huyo alikuwa malaika, unajua pasta huyo ni mwanadamu kama. Alikuwa na matendo mema. Ni nini kilimfanya akawa na matendo mema? Alikuwa mwanafunzi wa Yesu, a disciple of Christ. How can you become a disciple of Christ? Yoso. Ili ukuwe mwanafunzi wa Yesu, tunaenda kwenye Great Commission. Angalia vile Mungu anasema.
Kitabu cha Mathayo chapter 28 verse number 18 na 19. Unawezaje ukawa mwanafunzi wa Yesu? Biblia inasema hivi. Yesu akaja kwa akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote ya mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina lake Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Ili ukuwe mwanafunzi wa Yesu, lazima ufundishwe. Wakati umefundishwa, unabatizwa. Ukibatizwa, unaenda kufundisha wengine. Wangapi katika kanisa wanafanya hiyo kazi kuweka makao? Watu wa Mungu walibatizwa, wakainua mikono juu, fundamental belief. Wakainua mikono juu, wakasema tutafanya. Umefanya nini mtu wa Mungu? Huko kanisani umefanya gani? Ukiangalia katika fundamental belief ambayo many ladies have transgressed, ni fundamental number 22. Inasema Christian behavior. Ukienda uiangalie ndani, itafundisha jinsi mama anastahili kufaa, mama anastahili kuonekana kichwa, mama anastahili kuonekana makucha, mama anastahili kuonekana mbele ya watu ama mbele ya kanisa. Imeandikwa, but we don't keep it. Kwa sababu tutakuwa wanafunzi. And for that reason you can't become Dorcas. What's your come? Hatua ya kwanza, lazima uwe mwanafunzi wa Yesu. Lazima uwe mwanafunzi kwa kufuata yote, sio nusu. Unafuata yote ambayo Yesu amesema. Kama ufuate yote mama, hakuna roho atakuja juu yako hakuelekeze. Ukuwe na ujasiri wa kwenda kwa jirani ambaye amefiwa. Ukuwe na ujasiri wa kwenda kwa yatima. Ukuwe na ujasiri wa kusaidia maskini. Ukuwe na ujasiri wa kusaidia kipofu, wa kusaidia kiwete. Hauwezi kama hujafanyika kwa mwanafunzi. Nataka uambie mwenzako, muulize, are you a disciple of Christ or you are a disciple of Satan? Swali mzito sana, lakini nifundishe. Wakati umekuwa mwanafunzi wa Yesu, Biblia inasema now go. Enda. Hiyo ni jina fupi sana. Lakini kwa wasomi ukirudi katika original language, maana ile inaandikwa kwa lugha tatu, katika Kiebrania, katika Mwanzo mpaka Malaki Kiebrania, kutoka Mathayo mpaka Ufunuo inaandikwa Kigiriki, na Marko inaandikwa Kiaramu kidogo. Sasa jina ile go inamaanisha kwamba to depart from one place to another. Unatoka. Na jina hili wakati limetumika katika watu wanaitwa the Jews culture, hii ilikuwa ni jina mzito sana. Watu wale walipenda kukaa kanisani, wako wanatoka. The Jews culture ilikuwa inajua kwamba watu ndio walikuja kuabudu kanisani Jerusalem. Ndio kanisa moja pekee yake ilikuwa kwa sisi. Kwa hiyo mataifa yote yalikuwa yanakuja huko Jerusalem. Wanakuja kwa the Jews hawakuwa wanatoka wale kutafuta watu. Watu walikuwa wanakuja ndani. Sasa Yesu anapokuja na sacrifice, kile ambacho wamesoea anakuja kubadilisha. Wamesoea kukaa kanisani, comfortable kanisani. Kuanzia jana mpaka Disemba wanaomba Mungu okoa watu. Mungu vuta watu wakuje kanisani. Hiyo mambo yote kafanya kazi. Mungu anasema go. Kanisa letu lilifanya evangelism. Evangelism ilikuwa hivi. Watu wanaimana kanisani mwaka moja, miaka mbili, bado wako kanisani. Bado huko nje watu wanaendelea kufa kila siku kuanzia leo, kuanzia asubuhi watu sasa hivi wamekufa kama milioni. Sasa hivi. Lakini wao wanasema kwamba nitafanya crusade mwaka ujao. Mwaka huo mwingine 2030 nitafanya 2050, na watu wanaendelea kufa. Na Biblia bado inasema go ye therefore. Ikamaliza. Sasa kikundi cha Dorcas sio kikundi cha kina mama. Ni kikundi cha watu ambao wako na moyo wa upendo, wanataka kusaidia wale watu ambao hawasaidiwi. Kwa sababu ni mama na baba.
lakini katika Biblia yule ambaye alianzisha ni mama. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mama alianzisha, haimaanishi ni mama atakuwa anaenda tu, bali mama alianzisha ili tuige tabia ya upendo na sisi tuendelee. Sasa enda siku nyingine usiseme kwamba siku ya kina mama ya Dorcas, sema siku ya Dorcas ya watu upendo. Ili mama mjenda uko nje. Wakati unasoma katika kitabu kinaitwa Daughters of God Concerning Women, hicho kitabu kimeandikwa na dada Ellen G. White. Kitabu kinaitwa Daughters of God, akina dada wa Mungu. Wacha nikupatie ukurasa nisome maneno machache ambayo Mungu anaenda kupitia huyo mama. Huyo mama hakuwa mwanaume, lakini kazi aliyofanya kuna wanaume hawawezi kufika hapa. Hata kama hawatajitoa kwa Mungu, kama hawatajitoa kwa Mungu kabisa, hakuna siku ambayo wanaweza kufikia huyo mama. Huyo mama ni mama aliyetufundisha jinsi ya kusaidia wale ambao hawajiwezi, jinsi ya kuhubiria wale ambao wamesaulika. Ukisoma kitabu hicho cha Taseni, title inasema Women's Role in Soul Winning Ministry, wanawake katika hali ya kuokoa ama kukomboa wale ambao wanapotea. Chapter 7 ukianza hiyo mstari wa kwanza, wewe unaweza kutafuta katika manuscript release volume 2 page 88. God is close at this time, is in special need of men and women who possesses class-like qualification for service. Mungu anasema nyakati hizi ambazo tunakaa, nyakati hizi ambazo tuko, Mungu anatafuta wanawake na wanaume ambao wako na tabia ya Yesu katika kazi yake. Wale wako na tabia ya Yesu. Kwa hiyo watu wengi hatuna tabia ya Yesu. Yesu ako na upendo. Wewe mama uko na upendo. Uko na upendo mzee, kijana uko na upendo. Hapa kanisani siku hizi hakuna upendo. Siku hizi watu wamejigawa katika makundi, tukundi tudogo kanisani. Hawana hiyo upendo. Lakini Biblia ilikuwa imetabiri tatizo ni wewe umetimiza unabii. Katika kitabu cha Timotheo wa 2:3 ukianzia 1-5 inasema nyakati za mwisho zitakuwa zenye hatari sana. Watu watakuwa wanajipenda wenyewe. Ukweli Wakristo wengi wanajipenda wenyewe. Sasa hiyo tabia ni nani? Kama si ya Mungu ya nani? Na nikuambia kwamba kama uko kwa Mungu, uko kwa shetani. Kama ule upendo automatically unamtumikia shetani. Mungu amesema God is close at this time, is in special need. Inahitaji maalum of men and women who possess class-like qualification for service, to execute ability and a large capacity for work, who have kind, warm, sympathetic heart, sound common sense, and an ability judgment. Anasema watu ambao wanatafutwa ni watu ambao wana unyenyekevu. Wewe uko na unyenyekevu kweli? Au unyenyekevu? Wewe una tabia yako gani? Unajua hata Mungu anashika kukuelewa wakati anakuelewa. Anashika kukuelewa kabisa. Wewe ni nani kuelewa? Sasa Mungu anasema hivi, anatafuta kwa sababu inamaanisha wako. Anatafuta, je, inawezekana ni wewe atapata? Inawezekana ni wewe mzee atapata? Inawezekana ni wewe kijana atapata? Mungu anatafuta the men and the women who possess character. Ndio Mungu anatafuta. Wakati Yesu alikuwa mwana mtu mwenye njaa, alikuwa na
anaona mtu ambaye ana nafasi ya kumfika. Alikuwa anaona kipofu anapeleka uponyaji pale. Alikuwa anaona mwenye msiba anaenda pale. Watu wa Mungu, wewe tabia yako iko wapi? Watu wengi wanakufa hapa nje, hawana wa kuwapatia msaada, hawana wa kuwapatia mikali kidogo, hawana wa kuombea. Lakini wewe uko kanisani kuanzia Januari mpaka Disemba, kazi yako imekuwa ni ritualist. Unaifanya kanisani, uende toka leo kanisani, uende mpaka wiki ijayo, Sabato ikifika urudi kanisani tena, uimbe nyimbo za sifa, muombe, muende kama. Mungu anasema kwamba nyakati hizi anatafuta watu ambao wako na tabia yake. Ukisoma kitabu hicho kinasema Man's Release Volume 16 page 73 na 74, inasema Christians are God's helping hands. God's promise to the obedient are good tidings of great joy. They are gladdening to the humble contrite soul. The life of true Christian is radiant with the bright beams of the Son of Righteousness. If men and women could act as the Lord's helping hand, doing deeds of love and kindness, uplifting the oppressed, rescuing those ready to perish, the glory of God will be their life. Anasema kwamba wakati wewe na mimi ambao we are broken in our hearts, when our heart will be contrite, then the love will be restored upon us. Then we now act. Kwa hivyo tatizo kwamba mioyo yetu bado haijafunguka na kukomeka. Kumbe kuna Wakristo wako kanisani, lakini baada ya kuamini wengi hawakuamini kanisani. Sasa nataka leo nikupe challenge. Nataka nipatie kanisa challenge hiyo. Kanisa nataka niwaulize, usijibu. Wazee wa kanisa pasa akiwa viongozi wa kila department. Nataka niwaulize, tangu mwanze kufanya michango kanisani, ni lini mliwahi panga mfanyie mayatima, mfanyie wajane, mfanyie maskini mchango sawa? Lazima na matangazo emphasize kwamba tunatafuta pesa za ulimwengu, tunatafuta pesa za ulimwengu, tunatafuta pesa za vipofu, tunatafuta pesa za wajane, tunatafuta pesa za mayatima. Ni lini tulifanya? Kile ambacho tutasimama hapa tuemphasize. Tunataka kuwa na matanga, hiyo pesa itatoka. Tunataka kufanya harusi, hiyo pesa itatoka. Tunataka kufanya makadi, elfu milioni itatoka. Lakini tuseme hapa kwamba next week, mwezi ujao, tunataka kufanya crusade. Wewe ukoona hata aende hapa ama pasta akiamba sio matangazo tunataka kutoka. Hawezi. What is happening in the church? What is not happening in the church? Hili ambayo inaendelea ni hawili lisi ama tulikufa kitambo bila kujua. Unajua, tunaweza tukasema kwamba leo tunataka tutoe wale ambao hawajiwezi. Najua mtu atatoa 10 bob, aweke hapa 20 bob, 50 bob, 100, kijaribu 200, 300. Lakini mambo mengine atatoa 1000, 10,000, aonekane kutoka. That is the naked truth. Na uwezo ukalipinga mpaka jana, mpaka kutoka duniani. Hiyo ni kitu ambayo iko. Hiyo direction tunaendea ni tofauti na Biblia. Biblia inasema pingwa lilicho. Dini safi ni kwenda kuwasuru mayatima, wajane na wale ambao hawajiwezi. Dorcas alipokufa, watu wakaanza kuomboleza. Sio waliomboleza kwa
kwamba Dorcas amekufa physically, waliomboleza, nani atakuja kutusaidia kama wewe unatoka? Maana hakuna mtu mwingine waliwahi ona akiwasaidia jinsi Dorcas alikuwa anawasaidia. Kwa sababu walianza kulia, walianza kuomboleza, msaada wetu, mkombozi wetu amekufa, tufanye. Ili washangaza sana. Tuseme sasa hivi tumekufa. Kuna mtu anaweza akalia kwamba amepokea msaada wake. Kuna mtu ambaye anaweza akalia kwamba huyu mama si amekufa, hata maisha yangu yamefika mwisho. Huyu baba si amekufa, huyu ndiye alikuwa ananipia school fees, huyu ndiye alikuwa ananipia leo, huyu ndiye alikuwa ananiletea chakula, huyu ndiye alikuwa ananiletea unga, huyu ndiye alikuwa ananiletea mkate. Kama amekufa nitaenda. Wakati wale watu walioomboleza, Mungu alifanya muujiza kupitia mtumishi wake Dorcas akafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikuwa anatufundisha kitu pale. Alikuwa anatufundisha kitu. Alitufundisha umuhimu wa mtu wakati uko hai. Kila ambacho unatenda kinakuwa rekodi ya Mungu. Kila ambacho unatendea mwenzako, Mungu anakimulika kweli kweli. Mungu anakuangalia, haone kwamba wewe ambaye ni Mkristo, ambaye amekuchagua, ambaye amekutoa kuagiza, bado unaendelea kuagiza ama unastahili kuwa nuru. Wakristo wengi bado siku hizi, tukianzia viongozi mpaka huko chini kabisa kwa watoto wadogo, tumekuwa giza. Siku hizi watu wa Mungu hatutofautishi yale Mungu anataka na yale binadamu anataka. Tunafanya yote. Na yale ambayo tumeinua sana ni yale ya kawaida ya mwanadamu. Ya Mungu tumeyakanyagia miguuni chini. Na wakati huo Biblia iko. Si Biblia hakuna. Unajua kuna mambo mengine tunaomba hatari sana. Unasimama naomba Mungu tupatie mwelekeo. Na tayari mwelekeo ni huu. Amekupatia manyo, amekupatia mwelekeo. Tayari amebestow whatever that you want to do in order to please God. Says the Lord. It is written. Iko. Kuna mambo ukiomba kuanzia kama kukufu. Ukiomba ile mambo yatakusaidia. Rudi katika kitabu. Hii ndio manyo ya Mkristo yeyote ambaye amekubali Kristo. Soma manyo, fanya. Ile maombi unaomba itakusaidia. Maombi omba Mungu akuwezeshe ukii. Sio Mungu akupatie mwelekeo, tayari mwelekeo juu. Wewe na nani? Taomba utatuache tukiendelea kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu geukia mwenzako muulize huko kweli, unaongea hapa kitabu. Maana watu wamesema kweli kweli. Watu wamesema kweli kweli, huyu jamaa amekuja kutualisha tu. Bwana Yesu asifiwe. Nikuulize mtu wa Mungu. Nikuulize kama ni wewe. Unajua kuna wingi wa kwaya waliosikia kama unafikiria. Hadi ni wewe unajua bali Mungu amekutoa. Kwa hiyo nakumbuka hiyo sehemu. Unajua kuna mtu alikuwa maskini kabisa. Alilia kwamba Mungu nitumie malaika amsaidie. Nitumie mtu anipe kazi. Nitumie mtu atilisi anipe hata chakula mimi. Mungu ni nani? Akakuinua. Baada ya kuinuliwa, mtu akikuja kukuomba msaada, unasema ni walelezi. Go away. Wewe ni mtu lesi sana. Hawa ni watu wanatusumbua sana. Hawa ni watu wanatuletea kanisani ambao hawajiwezi. Hawa ni wagonjwa wanatuletea kanisani, hapa sio hospitali. Kuna Wakristo hatari sana. Huyo Mkristo amekaa kanisani miaka 10, amekaa kanisani miaka 5, anaongea maneno haya. Ni kwa sababu hajakutana na Yesu, hajakutana na Simba wa Yuda, hajakutana na Mwokozi. Mtu ambaye hajakutana na Mwokozi, huyo mtu hata akuwe tajiri, hata akuwe na chakula kwa nyumba yake, hata akuwe na mavazi, hawezi akasaidia wengine wake. Wacha nikukumbushe jioni mchana wa leo kwamba ukikufa, Dickson nikikufa, unaona ni bahati nzuri nifanyishe suti moja. Ni bahati nzuri sana na kiatu kila moja.
Zile viatu uko nayo kwa nyumba, manguo uko nayo, utaweza kwa kofi na wanakuwekea kamoja peke yake. In fact ukifika moja unatolewa nguo na kwa naked. Na kwa naked. Kama utakuwa wiki mbili utakuwa naked. Hawatakuletea nguo zako na suitcase, wakuletea moja. Hawatakuletea viatu moja. Hawatakuletea ile mahindi yako na magunia wakusimamie moja, haitaonekana pale. Utaenda vile ukuja duniani, utarudi hivi. Wewe unataka tukupembeleze, utuletee zile nguo ambazo hautumii. Na ukileta nguo ambazo hutumii, nguo unaleta hata pusi mwenyewe anasikata. Unaleta ile nguo na kukushia nyumba. Unataka kutisha wananchi kwamba umetoa msaada. Unaleta ile kitu matambara, hata wewe uwezo ukavaa, hata wakati usiku utavaa. Lakini unataka watu wapelekewe na wajiwewe ile matambara ambao umeyakataa. Mungu akurudie sana. Mungu akurudie, mtu wako akurudie sana. Wakati unatoa pesa, hauwezi ukatoa ile noti umezigawa. Unajua Wakristo they are very funny. Akikuja kanisani, anajua mahali ameweka 1000, amejua mahali ameweka 50, amejua mahali ameweka coins. Kwa hivyo anajua imagine zile zitatokea kidogo pesa. Kwa sababu sasa kionekana sitatoa, anaisha mkono, anajua hivi 50, anatoa na wewe. Anajua hiki kipindi hawa wanahitaji 1000. Ili inaonekana watu kama wametoa 1000 anatoa. Kuna mwingine anajua huyu ndicho anajua sana naye. Huyu ni mtu kwa anatoa. Hiyo ndio sarakasi kwa kanisa. Inawezekana ni wewe unafanya hiyo sadaka. Mungu akuonekanie. Maana unaweza kufanya ndani. Anything, and the moment you die with your wickedness, then you will go pure box again. Because we preach the truth, but you disobey the truth. When God calls you, you never respond to this call. Watu wa Mungu nikwambie kwamba ile sarakasi tutaki. Fungua moyo. Mungu ingie ndani. Wakati unasaidia, saidia kwa moyo. Saidia, sio saidie kwa sababu unataka kupendeza mwanadamu. Unajua mimi maisha yangu nikataa mwanadamu sitampendeza. You know that. Nilikataa kabisa. Nilisema ni vizuri kila mtu anichukie, nibaki peke yangu, maana nilisoma kwamba nilikuja mwenyewe, nitarudi kaburini mwenyewe. Nilisema na kusiji nihubiri neno, nikikufa nikufe nikihubiri neno. Hiyo ndio nilisema. Na ninang'ang'ana sana kwa uwezo wa Mungu. Usitoe nguo kwa watu hawajiwezi kwa sababu unataka kuonyesha watu. Hiyo wacha. Usitoe pesa yako kama moyo wako utakubali. Kana. Mungu anazitumia mtu yeyote kutoka mahali popote atoka. Kama utaki watu. Na hiyo itatuonyesha kwamba umeokoka. Maana hiyo ni matunda ya kuokoka. Wakati wa usaidii mwanadamu kwa moyo, Mungu amekupatia pesa. Unajua hiki kitendo unatenda, haukutendei huyo, haukutendei yule ambaye ameumia, haukutendei yule ambaye hajiwezi. Yule unamtendea anaitwa Yesu mwenyewe. Nimalize na kile kitabu cha Mathayo 25. Nipige 38:39. Wakati Yesu atakuja kusimama na sisi mbele yake. Usikie kama maswali ambayo watu wa Mungu walimuuliza. Watu walishangaa sana. Yesu anawaambia kwamba si yule mlisaidia, bali mimi mlikuwa mnasaidia. Hiyo itakuwa kilio siku hiyo sana. Itakuwa kilio. Itakuwa kilio sana watu wa Mungu. Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi. Nataka nianzie 31 nisome kwa haraka sana. Hapa atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja nao, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake na mataifa yote watakusanyika mbele zake. Naye atawabagua kama vile mchungaji abagavyo kondoo na mbuzi. Akaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithi ufalme uliowekwa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa njaa, mkanilisha chakula, nalikuwa na kiu, mkaninywesha, nalikuwa mgeni, mkanikaribisha, nalikuwa uchi,
mkanizika, na alikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, na alikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, lini tulipokuona una njaa tulikujulisha tukakujulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona huu mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuzika? Ni lini tena tulipokuona huu mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akawaambia, amini amini nawaambia, kadiri mlivyowatendea mmoja wao hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Bwana Yesu asifiwe. Wanajua Wakristo, kama ingekuwa kile kipindi Yesu alikuwa duniani, watu wangekuwa wafanye sana. Siku moja Yesu akakuja karibu na sanduku ya pesa, kakaa pembeni pale. Siku hiyo alikuja kanisani intentionally, maana Jesus is the Spirit. But when he became fresh, alitaka kusaidia Wakristo waokoke, maana wako wameokoka masuala na utoaji. Akaweka ile sanduku pale, akakaa pembeni. Watu wakanyoka kutoka huko nyuma kabisa. Nafikiri tena walikuwa wanapita, ukisoma Isaya Soveches utacheka sana. Watu walikuwa wanamwambia Yesu, jambo, tumefika kanisani, tumeona tutoe sadaka. Pesa sawa wamebeba hizi zinaonekana. Wakaweka kabisa, wakaweka kamama ambaye anaitwa mchana ambaye hana mbele wala nyuma. Akakuja na kapeli kake, akakuja na kapeli, akakuja akijificha. Wewe anasema alikuja asionekane, lakini yule ambaye anajificha anamuona. Akaleta, akatumbukiza kwa siri, akaondoka, akaenda. Yesu akawaita wale wanafunzi, kawaambia, mmeona yule mama? Ndiye ametoka. Nafikiri kama ilikuwa kipindi kichetu cha leo, huyo mama angeuawa kwa sababu Yesu alimrekomenda. Angeolewa ushirika kabisa. Anafanyaje wengine awaonekane, yeye anaonekana? Ile ni nini alikuwa anatufundisha? Kwamba masuala ya utoaji ni uhusiano wako na Mungu. Ukikuwa na uhusiano na Mungu, kusaidia mtu ni automatically, kusaidia yatima ni automatically, kusaidia mjane ni automatically. Uone kama una uhusiano na Mungu. Kama una uhusiano na Mungu, wewe una uhusiano na Mungu. Ndugu zangu, dada zetu wanaumia sana. Ndugu zetu wanaumia. Yule ambaye hajiwezi, ingewezekana ni ndugu yako, ingewezekana ni mama yako, ingewezekana ni mtoto wako. Wewe umewahi tafakari, ukikufa leo, nani atashughulikia wale watoto wako? Nani atashughulikia mke wako? Nani atasaidia mume wako? Umewahi kujiuliza kwamba leo hii uondoke duniani, nani ambaye atasaidia wale ambao utaacha nyuma? Inawezekana kile ambacho unapanda leo ndicho utafuna. Ukipanda kwa moyo wa ukarimu, utafuna kwa ukarimu. Ukipanda kidogo, utafuna kidogo. Malipo si mbinguni, tunamaliziwa hapa duniani. Yesu alisema anakuja na malipo hapa duniani, si mbinguni. Ndugu zangu, dada zangu, nataka niwasihi, nataka kutumia dakika kumi pekee, kwa sababu umesikia lengo la kusudi la Dorcas. Watu ambao wanahusiana na Mungu, wamesukumwa na upendo, wanatenda mema kwa watu wote, sana wale ambao wamekataliwa, wale ambao hawana watu wao, wale ambao hawajiwezi. Ndio maana utaona hospitalini kuna mtu ambaye alipona kitambo, lakini pili imemshinda kumwondoa. Watu waliobeba wakapeleka hospitalini, wakafikiria atakufia huko, akaacha huko, wenzake walitoroka. Hapo ukifuatilia katika ile record, majina ya wale ambao walileta hayapatikani. Akopale hospitali, akopale aliwacha. Unajua kwa uliwahi kujenga mpaka familia yako isilehe,
iseme kwamba huyu Kristo anaenda kuangalia Mungu kwa sasa. Huyu atakukaribia tena. Kwa sababu anahitaji service yako. Unajua ungewahi kukataliwa. Kama ungekataliwa ungekuwa ndio service yako. Unajua wewe haujawahi kukataliwa. Kama ungewahi kukataliwa ungekuwa na yeye. Inawezekana wewe wazazi wako wamekufa, ungekuwa unatuelewa. Inawezekana wewe mume wako hajakufa, mke wako hajakufa, hauwezi kutuelewa. Utaanza kutuelewa wakati unavaa viatu vyao ambao wamepitia chakula. Inawezekana haujawahi kosa sugu. Inawezekana wewe una wazazi wakakulisha, wakakufalisha, wakakurudia tena. Wewe utaelewa. Utaanza kuelewa. Yesu anajua nielewa. Ukisoma kile kitabu cha Waebrania 4, ukianzia 15, alielewa kwa sababu alifanya ubinadamu, akazaliwa kwa nyumba ya Joseph na Maria, wakasema ni seremala, akaitwa seremala. Kwa nini akaitwa seremala? Na yeye alikuwa seremala ni kwa sababu ya sababu ya familia ya umaskini aliyozaliwa. Wakati alikuwa mkubwa, anapoona maskini anatoa mkono, ananyosha, kwa sababu alikuwa experience. Baka wakati Kristo utakubali sana ingie kwa moyo wako, utabadilika. Uzuri kwa Mungu watu wakubadilika. Hiyo ndio kana Mungu sana. Mungu akuhukumu wakati hujui. Anaanza kukufuatia wakati unaelewa. Huyo ndio Mungu ambaye anakupatia nafasi kwanza. Mungu ambaye anakusikiliza kwanza. Mungu ambaye anataka ujue ukweli wakati unajua utende. Huyo ndio Mungu ambaye anakupatia. Mungu ambaye ako uwezo wa kukuinua kupitia kwa kutenda wema. Mungu ambaye ana uwezo wa kuinua. Unaona yule mtu ambaye anakuja kanisani, unamuona ni mgonjwa, atapona siku moja. Siku moja atapona, yeye ndiye atakusaidia. Unaona yule mtu ambaye unaona ni uwezo, unaona anakuwa pesa, anakuwa skofi, anakuwa chakula, anakuwa manguo, siku moja Mungu atakuinua. Yeye ndiye atakusaidia. Wewe umefanya kitu gani? Siku hizi wanaelewa. Unajua Mungu ndiye anayeandaa kila kitu. Usiwahi kudharau mtu kwa sababu ya usiwahi kuona kwa sababu kuna pesa, kwa sababu kuna nyumba, kwa sababu kuna gari, kwa sababu kuna oa, kwa sababu kuna hela. Ukifikiria kwamba wewe hauna nyumba, hawatakuwa nayo. Wala majaribio hawataona. Wale wameacha usiku hao ni watu wa Mungu. Hiyo ni viumbe vya Mungu. Mtu wa Mungu kama kuna uwezo wa kusaidia Adamu kwa watu. Zaidi ukiwa hali yako hiyo chale ndio kutaka unaona sasa. Wakati unajiangalia ni wangapi umesaidia, ni wangapi umesaidia. Ukristo ni kitu gani? Tunafanya kutenda pekee, upende watu wote, ufanye kazi ya Mungu, hakuna kitu kingine. Our business in the church is us to love one another and do the mission, the work of the gospel. Nimaliza na Acts of Apostles chapter 1. Nikimalizia hapo, alafu nifanye mtu fulani. Acts of Apostles. Kanisa, lengo letu kanisa ni gani? Ni kukuja kila Sabato kanisa bila kufanya kile ambacho Mungu anataka. Title inasema God is purpose for the East Church. God is purpose for East Church. The church is God's appointed agent for the salvation of men. It was organized for the service
and its mission is to carry the gospel to the world. From the beginning, it has been God's plan that through His church shall be reflected to the world His fullness and His sufficiency. The members of the church, those whom He has called out of darkness into His marvelous light, are to show forth His glory. The church is the repository of the riches of grace of Christ, and through the church will eventually be made manifest to the principality and the powers in heaven place the final and full display of the wrath of God. Kanisa ambayo ina upendo, hiyo si kanisa. Hapa tuko moja. Maiti hawezi kupenda maiti mwenzake. Hiyo ndio kweli wa Mungu. Kama kanisa hatuta display the character of God which is love, then we are emotion. Hatuko kanisa. Hiyo ni pointi namba 1. Kanisa mbaya alifanya watu waende kumbia watu wengine, hiyo si kanisa. Tumekufa pamoja. Jambo la tatu, kanisa ambayo members hawajabeba mwanga wapelekee watu kupitia kwa utoaji, kupitia kwa kutoa manguo zao, kupitia kwa kutoa chakula chao, kupitia kwa kwenda kuzuru wagonjwa na kuwalipia pesa huko hospitali, hiyo si kanisa. Hiyo ni biashara yake tofauti. Kanisa lazima tuonyeshe upendo wa Mungu. Lazima tufanye kile ambacho Mungu ametuitia. Haikutoa kuagiza tukaingia kwa nuru. Wakati tulipata nuru, tunastahili tubebe nuru. Kila mtu apeleke mahali anakaa. Majirani wako wanakujua. Je, wanaona upendo? Mahali unafanya kazi, watu wanakuonaje? Hapa kanisani, watu wanakuonaje? Je, uko na upendo? Tabia yako iko wapi? Hali yako iko wapi? Je, unachukia wengine? Je, uko na ukabila? Je, wewe ni mwizi? Wewe ni mserati? Wewe ni kahaba? Hali yako iko wapi? Nataka mchana wa leo nimalizie pale. Tukutane wale ambao watafanikiwa kukuja Sanuni. Niguse kidogo maana nakimbia, niko na crusade ambao ninaendelea huko makao. Nataka tufanye kitu moja. Hiki kikundi kinaitwa Love in Action. Wana watu maalum, watu special, kama dada yetu Catherine. Catherine ni huyo mama anakaa peke yake, sijui kama sisi kuna mtu lokale. Ni mama anakaa peke yake. Amekaa miaka. Huyo ni mama hawezi akaenda kibarua akashika mawe akafanya mjengo. Hawezi akaenda akafungua biashara. Ana kapta atatoa wapi? Hawezi akanunua chakula. Hawezi. Mimi na wewe ndio tutanunua chakula. Mungu amesema sisi ndio mkono wake, sisi ndio macho yake, sisi ndio miguu yake. Kwa sababu hiyo Mungu anataka tuuzike kwa kusaidia watu kama hiyo. Na watu wengine wako wengi tuko na wao. Tuko na vitu vingi sana. Inahitaji msaada wetu. Inahitaji Wakristo tuamke, tutoke usingizini. Inahitaji tutoe pesa zetu. Haijalishi pesa ambayo uko nayo. Inastahili utoe chakula yako. Inastahili utoe mavazi yako. Utoe kwa sababu ya kufanya kazi ya Mungu, sio kwa sababu Nixon amesema. Do not give kwa sababu umesema. Patiana kwa sababu umesikia sauti ya Bwana kufanyaje? Imenena. Nataka deacons mtusaidie vitatu. Tunataka tufanye kama example. Unajua vitu vingi lazima tufanye kama mfano. Unajua hata shuleni mara nyingi tunafundishwa na mifano. Kuna watu ambao wanapenda kwa kuona wakatenda. Unajua inawezekana hatujawahi kufikiria mpaka hapo. Kwa sababu kila mtu ameitwa tofauti tofauti. Unajua mimi mnajua mahali nimetoka. Mimi sikujua ninajua nitahubiri. Mimi sikukuwa mtu wa kuhubiri. Mimi mambo yangu ilikuwa tofauti kabisa. Sijui mahali niliambiwa kwamba wachana hiyo asbudu. Basi yule alipokifia. Kwa sababu kila mtu anajua vile anafanya kutoka. Vile Mungu amemwangazia, kila mtu anamuongezea kifia kulingana na uhusiano wake na Mungu. Mungu anataka Wakristo fungua moyo. Usiwe kuangalia kwa wewe kamera yako.
Usiwahi taka mtu akufurahishe kumsaidia. Unajua kuna Wakristo hatari sana. Anataka afurahishwe. Huo si Mkristo. Mkristo si kufurahishwa. Biblia inaniambia katika 6:9, when you have an opportunity of doing good, do and go your way. Tenda mema, enda zako. Usitarajie malipo. Kuna mtu ambaye hatasaidia yule ambaye anajua atakusaidia. Wakristo wengi, Bwana Yesu asifiwe, wanasaidiana yule ambao unatarajia kuja kukusaidia, sio? Wewe tarajia naishi karibuni, ujui kesho utafika ama utafika. Nataka niwaalike watu wa Mungu. Nataka niwaalike kwa upendo wa Mungu. Kuna watu maalum tunataka tusaidie. Tunataka tusaidie. Kichukulie ni wewe. Kichukulie ni wewe uko na utani. Kichukulie ni wewe umeacha watoto nyuma. Kichukulie ndio mgonjwa unahitaji piga ona. Kichukulie kwamba wewe ndio umefiwa, hauna mume, hauna mke. Kichukulie kwamba wewe ndio mtoto yatima. Uko na unaenda shule, hauna wa kukupatia chakula, hauna wa kukulipia nyumba, hauna wa kukulipia school fees. Ungefanya nini? Iliona kiongozi Masi, shati yake imeandikwa what would Christ do? Ndio tunaona sikujua mapema hiyo ndio sama mimi hapa. What would Jesus do? Kama you imagine. Yesu amefanya nini? Kila ambacho Yesu amefanya kifanye leo. Kila ambacho Yesu amefanya kifanye leo. Nataka niombe tutoe alafu ndio nimalize kwa roho. Nataka ukae chini. Tafakari. Yesu alikuwa hapa angefanya nini? Angefanya nini kwa Katani? Angefanya nini kwa Mary? Angefanya nini kwa Mlezi? Angefanya nini kwa wengine ambao wanahitaji? Angefanya nini? Kila ambacho Yesu amefanya kifanye kwa roho. Wacha tuombe watu wa sacrifice kwa kila mtu watatoa. Alafu tumalize. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe umenena kwa wakati. Ukweli ni kwamba wote ambao wako kanisani na masikio na wamesikia wana moyo, hapo ndio sijui kama ujumbe umefika ndani ama bado unaning'inia hapa nje. Lakini kuna uhakika na imani kwamba wamesikia na wameelewa. Sasa imefika wakati tunaanza kama kufanya. Tutakuwa tunafanya hivi kila kwa wakati, tutakuwa tunatenda jambo hili. Hiyo ndio jambo ambalo tuachia ya kusaidia kupitia matendo. Watu wataona nuru yako, watakufuata Yesu kupitia upendo tutakaoonyesha watu kwa utoaji wetu. Kuna mtu ambaye atatoa pesa yake, inaomba umsaidie, atoe kwa uaminifu, atoe kwa moyo, achukue ni kwamba ni mtoto wake anatolea, achukue kwamba ni mama yake anatolea, achukue kwamba ni ndugu yake anatolea, achukue kwamba ni marafiki zake anatolea, ajue kwamba ni watu wa jamii yake anatolea. Na mwisho atakapotoka hapa, wiki itakapoanza, atalitukuza na kuinua jina lake kwamba kupitia kitendo hiki alisambaratisha mikosi ya mwovu, alifungua njia kwa watoto wake, alifungua njia kwa mume wake, alifungua njia kwa mke wake, alifungua njia ya wokovu katika nyumba. Yesu wapendee. Gusa kila mmoja jinsi upendao. Wanaposimama kwa utoaji, Mungu bariki kazi ya mikono yao. Bariki watoto wao, bariki wake wao, bariki watoto wao, bariki wazee wao, bariki kanisa hili la Lang'ata. Tusaidie tukuwe na umoja, tukuwe na upendo, tukuwe na uhusiano mwema, kwa sababu ya kukuwa taa kwa wale ambao wanatuzunguka. Mapenzi yako yatimike, na ni katika Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Nataka kuanza na hilo. Tuanze na hilo haraka haraka. Unasimama, Deacon simama pale, na wengine simama hilo, mwingine moja na mwingine hilo. Kwa sababu mtu ana hilo unapita hapa. Unakutana na huyo hapa Damaris. Alafu hiyo roho Damaris anaenda hiyo side nyingine. Kuna huyo anaenda amepakia iko hapo.
apite hivi haraka. Tunataka tuombe kwa kumaliza sawa. Kwa hivyo anza roho ya mbele. Chochote unacho chake msimamo tupe wimbo. Whatever that you have, as long as you give it, atedi. Utoe kwa moyo. Toa kwa moyo. Chochote ambacho unacho. Chochote ambacho unacho. Hao ni ndugu zetu, ni dada zetu. Tunataka tuwasupport. Inawezekana hiyo pesa inatoka, hiyo ndio wengine atafunguliwa kibanda, mwingine ataanza na matunda, mwingine atafanya shughuli, mwingine atanunua chakula, mwingine kila kuna kitu hiyo pesa unatoa ikasafari ya kumsaidia ili kwamba anapoomba akienda kumwambia Mungu atakuwa amekuombea kwamba ni wewe kusaidia, akapata chakula, akapata nguo, akapata shughuli za maisha. Kwa kumsaidia. Mungu awabariki sana wale wanaotembea. Barikiwa sana. Barikiwa sana. Barikiwa sana. Yesu 1 2 3. Yote natole ya Yesu moyo wangu ni wake. Nipatie namba. Inawezekana kuna wale ambao tunatumia simu. Ukitumia simu kuna namba ya pesa hapa agaki ni 0723 37 35 60 0723 37 35 60. Ukiwa na hiyo pesa indicate kwamba hiyo pesa ni ya nini umetoa. Ni ya nini umetoa. Kwa hivyo andika 0723 37 35 60 mara ya mwisho 0723 37 35 60. Haya, tuimishe basi. 122. Mungu abariki wale mmetoka. Tolea Yesu yote natolea Yesu moyo wangu ni wako, ninakutana upendo wa hivyo najitoa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kuna ndugu na dada ambao wameona kwamba hitaji hili linawezekana ni wao, wangekuwa wanaomba wasaidiwe. Wamesimama kwa imani kwa miguu yao, wametembea mpaka hapa mbele, wametoa kwa moyo mkunjufu. Mungu, ninakuomba, inawezekana mmoja amesimama akiwa mgonjwa. Inawezekana yule ambaye milango yake na madirisha imefungika, kupitia hiki kitendo Yesu kafungue, ili kwamba apate fursa ya kusema hakika umemtendea. Kuna wale ambao wametuma kupitia kwa simu,
Yesu unawajua mioyo yao, unajua safari zao za maisha, unajua nyumba zao, unajua watoto wao, unajua mke wako, unajua mume wako. Yesu kaingilie kati, uleta amani kwenye nyumba ile, ufungue njia, wafanikiwe kwa utukufu wako. Asante kwa hizi pesa wanapoenda kuzitumia, baraka na amani ndugu katika mioyo mwao, wakushangilie na kulimini jina lako. Mapenzi yako yatumike, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Sasa inawezekana kuna mahali vile tumehubiri, kuna mahali unaona unahitaji Mungu aingilie kati. Moyo wako wewe unajua kabisa. Inawezekana kwenye maisha na utuonyeshe upendo ambao Mungu anasema. Na inawezekana kwenye maisha magonjwa yamekufanya ama shida imekufanya upendo wako umedidimia. Kuna kitu fulani kwenye maisha yako kimekufanya mpaka sasa hauna ule mtu wa kwanza uliokuwa nao. Hata kanisani kuja au kuji kwa sababu unakuja kumwabudu, unakuja tu ili utulie umaliza wakati. Unapoingia kanisani, hata wakati unafundisha ukweli, na wasekana moyo wa kubali. Ukiwa katikati yetu, inaomba tusimame. Nataka tufanye maombi. Nataka tusimame. Wewe ndio unajua kabisa katika matatizo yako, njia zako, wewe ndio unajua na familia yako. Unajua. Kwa sababu hiyo, simama mahali uliko, tunataka tuombe. Asante kwa wale ambao wamesimama. Wale ambao wamesimama, Mungu awabariki sana. Kila mtu anajua, mimi sikujui. Mimi sikujui kabisa. Na watakana wewe unijui. Wewe ndio unajua katika shida zako. Mungu awabariki sana. Kwa sababu hamtatoshea hapa, kaa hapo mahali uliko. Kaa hapo mahali uliko. Wito wa pili. Kuna mtu ambaye hako kanisani. Amekaa kanisani pia. Huyo mtu bado hajafanya uhusiano wake pamoja na Mungu kwa njia ya ubatizo, ama hajajiunga katika darasa la ubatizo. Kama uko katika mkoa mahali uliko, kama uko pale, Mungu akubariki mama, Mungu akubariki sana. Inua mkono kama mko. Mungu awabariki sana, Mungu awabariki. Ninaona mmoja pale, sijui kama kwa darasa la ubatizo kiongozi, kuna kijana mzee. Kuna mzee pale nyuma, wawili, mwingine inua mkono niwaone sawa. Iko nilikuwa umepita pale, umejua wameandikwa wako kwa darasa la ubatizo, muone jinsi ambavyo mnawapanga ili wapate ubatizo. Maana kufanyika mwanafunzi lazima ubatizo. Ukibatizwa, Mungu akupe Roho Mtakatifu ufanye kazi. Mungu awabariki sana. Sasa nataka kuomba. Nataka ufungue moyo na uamini kwamba Mungu ana uwezo. Kwa ile tatizo ambalo uko nalo, ana uwezo. Kila ambacho anataka ni wewe ufipiga hatua. Hiyo utakuwa ukisaidia watu, anza kusaidia. Hiyo utakuwa na upendo, anza kuwa na upendo. Hiyo utakuwa unakuja kanisani kwa wakati, anza kuja. Hiyo ndio matendo ya imani. Hiyo ndio matendo Mungu anataka. Kuna kikundi cha mwisho, wale ambao wamependa kujiunga na kikundi cha Love in Action. Hebu inua mkono juu. Maana tumesema si wanawake peke yake, wanaume kwa wanawake. Hebu inua mkono. Asante. Kiongozi, umeona wale watu wako. Tukimaliza mtajua mahali tukutana. Usikose kukuja afternoon, tukuweke katika kile kikundi ili na wewe uwe unahusika. Mungu awabariki sana. Kwa sababu ya makundi mawili, wacha nipate kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru sana, ninakuhimidi siku ya leo. Asante kwa sababu ya siku hii. Wewe uliipanga tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Sisi hatukujua, hata mimi sikujua kwamba itakuwa sehemu hii. Lakini ulikuwa umepanga kwamba siku ya leo ilikuwa nisimame kwa niaba yako. Wewe ndio umeniwezesha. Nimesema hata mengine siwezi kukumbuka. Ni kwa sababu ulikuwa na kusudi ya kanisa hili la Rangaranga, kanisa la South, kanisa la Funyeni. Wote hao umewazungumzia. Ninajua watakaporudi kwenye makanisa yao utakuwa taa, utawaelekeza, utawaongoza
wafundishe wengine pia. Kuna makundi ambayo yamesimama katika mioyo yao. Kuna kundi la watu ambao hawajabatizwa. Yesu tunaweka mikononi mwao, waongoze katika hali zote, wasaidie mpaka wakati watakapobatizwa ndani ya maji jinsi ulibatizwa, wape uwezo wa kutumika maadamu wakiwa hewani. Kuna kundi lingine ambalo lina tatizo kwenye moyo wao, na wawezekana wana chuki, na wawezekana wamekosa upendo, na wawezekana hawakuji kanisani, inawezekana wana fitina, inawezekana wana matukano, inawezekana wana hasira. Kuna mambo fulani yako ndani ya mioyo ya watoto wako. Ingilia kati, maana ni watoto wako, wanahitaji ukombozi, wanahitaji wajiandae kwa sababu ya kuja kwako mara ya pili. Watendee jinsi unatendea wengine. Yesu, tunajua kwamba una uwezo huo. Kuna kundi lingine ambalo litajiunga na kundi hili la wanadorika, watu ambao wanadhihirisha upendo kwa matendo. Yesu, washike mkono hatua hii ambayo wamechukua ya kujiunga kwenye hili kundi. Yesu, wapiganie, wafungulie njia kwenye nyumba zao, kwa watoto wao, kwa ndugu zao, kwa dada zao, kwa wake zao, katika jina la Yesu Kristo. Sisi wote kama kanisa, tukianzia mchungaji Makondo katika kanisa hili ambalo umemweka lisimamie, tunamweka mikononi mwako pamoja na mke wake na watoto wao. Yesu, kawapiganie, kaongoze, uendelee kuongoza kanisa jinsi umeagiza. Mapenzi yako yatendeke kwa wazee wa kanisa, kwa viongozi wote, kila mmoja achukumike kwa kuongoza kundi lake, wende nje kuhubiri. Asante kwa kote tutendea wote, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Mbarikiwe sana. Amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Tunashukuru tumejishi wa neno la Mwenyezi Mungu, pasta wetu. Asante na Mungu aendelee kukubariki.